barabara imejaa, inarudi mjini imejaa, imening'iniza. Yanayotoka sui wapi huko yamejaa, yanarudi full. Lakini unaambiwa yamepata eti hiyo kampuni inayoenda biashara inaenda imejaa, inarudi inapata hasara. Na mabasi yamekufa. Yaani ni biashara moja ambayo ina wateja halafu inapata hasara. Mimi sijawahi kuona duniani. Si kama mnanielewa? Yaani biashara yenye wateja inayopata hasara ni BRT. Kwa walinunua mabasi pale. Walinunua mabasi 210. Yamekufa mabasi 132. Yanayotembea ni mabasi 78 kwa kusuasua. Hayana cha kutengenezea. Sasa serikali imesema hivi, inawapa Waarabu. Imetafuta kampuni ya Kiarabu. Nisikilizeni. Imewapa waendeshe kwa miaka 12. Wamewapa Waarabu waendeshe. Tumekopa sisi pesa ambayo mtalipa kwa sababu nyie mkisikia deni la taifa, wengine nilisikia waziri mmoja anasema halikuhusu mtu wa kawaida, kwa sababu hakuna mtu atakuja kukugongea hodi kulipa hilo deni. Kwa hiyo usiogope. Deni la taifa ni mzigo kwako, kwa sababu serikali inakusanya. Ukiona sui mama amelima ufuta au amelima sui zabibu au amelima sui nini, ukilipa kodi wale watu wanaolima nini sunflowers alizeti, ukiweka kwenye magunia ukiingiza barabara kuna minyororo ya serikali, unalipa kodi. Si ndio hii pesa mnaambiwa ya maba ikiingia mfuko mkuu inaenda kulipa deni. Kwa serikali inakusanya kwa mwezi trilioni 1.4, inalipa deni la taifa bilioni 900. Zinabaki bilioni 500. Bilioni 500 zinakwenda kwenye wage bill, mishahara. Ndio maana serikali hii inaishi kama watumishi wa nchi, hasa askari na walimu. Kwa sababu unakuta mwalimu mshahara hukutani na mshahara mwingine. Amekopa mpaka kadi yake ameweka kwa mangi. Kwa mshahara ukitoka unaishia pale pale, hauoni. Ndio serikali ya nchi. Serikali imekopa kiasi kwamba haiwezi kujenga mradi bila kwenda kukopa tena. Kwa inakopa, tumekuwa kwenye vicious cycle ya kukopa. Sasa imekopa, imejenga barabara, alafu hizo barabara inawapa Waarabu waendeshe mabasi pale. Sasa terms za mkataba inasema hivi, mradi huo ni huduma, sio biashara. Mtanielewa vizuri kwamba wanampa kama huduma, sio biashara. Kwa hiyo atakuwa anatoa huduma. Serikali itaendelea kupanga bei, kwamba serikali inamwambia tunakupa lakini tutakupangia bei. Kwa mtu wa kawaida utaona hapo serikali inataka kudhibiti tusiumizwe na huyu Mwarabu. Kwamba serikali itafidia, yani yule mtu kama walikubaliana kwamba atakusanya bilioni 800 au milioni labda tuseme bilioni 1 kila mwezi, ikitokea amepata hasara serikali itamfidia. Yani akasema mimi mwezi huu nimekusanya milioni 500 kwa sababu wewe ndio ulinipangia bei. Kwa serikali inalazimika ichukue milioni 500 kwenye sehemu nyingine imlipe yeye hiyo hasara. Mwekezaji atapewa gesi. Yale mabasi, serikali imenunua mabasi hayo yako bandarini, inampa yote. Alafu inampa na gesi bure ya kuendeshea, gesi yetu. Serikali itatoa fidia kwenye kila hasara atakayopata. Sasa ndugu zangu, sasa sikilizeni. Yani hebu fikiria nchi hii kwamba hii ni sawa na bandari iliyopewa Mwarabu wa Dubai. Kwa sababu bandari ni mlango wa fedha. Mlango wa fedha. Tuna bahari ambayo ina kilomita 1600 kama nilivyowaambia. Tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Rwanda ni landlocked, Uganda ni landlocked, Burundi ni landlocked, Malawi, Zambia, Kongo ni landlocked. Mtu akinunua gari Rwanda hana pa kuipitisha, lazima ipite kwenye maji yetu. Mungu alituwekea maji bure, akiingiza tu pale gari, sisi tunaingiza pesa. Maji yako pale. Unachohitaji wewe ni kujenga stendi, inaitwa gati. Gati ni pale meli inapopaki inashusha mizigo na inapakia mizigo. Ukijenga pale, meli inakuja inasimama pale, inashusha mizigo, inapakia. Ukiona malori hayo ya Rwanda yamekuja au sui greda au hizo zote zinabebwa na meli. Meli zinatua kwetu, sisi pesa inaingia.
alikuta Mwalimu bandari ya Tanga na ya Dar es Salaam walijenga wakoloni. Mwalimu akaja akaiendeleza, Mkapa akaiendeleza, Mwinyi akaiendeleza, Kikwete akaiendeleza. Magufuli si tulipambana naye sana, tuligombana naye sana, wote mnajua, sio unafiki. Tulishindana naye kwenye demokrasi, kuua watu, kuteka watu, tulitofautiana naye sana. Mimi nilikuwa na mshona vibaya sana bungeni, vibaya kabisa, lakini mnyonge mnyongeni haki yake kwenye kulinda rasilimali za nchi yetu. Akasimama pale, akaiendeleza ile gati namba 1 mpaka 8, akanunua mashine mpya 0 hours ili bandari yetu iwe competitive kuliko bandari ya Beira na bandari ya Mombasa. Watu waopti kupitisha mizigo hapa kuliko kupitisha Mombasa, si tupate uchumi zaidi. Amenunua zile mashine. Huyu mama amekuja hapo, amewapa Waarabu wa Dubai wako milioni 3. Mwaka 61 walikuwa 70,000. Leo wako milioni 3. Sisi tuko milioni 63. Amewapa hizo bandari uendeshe mpaka kiama. Kawapa, walichofanya wamechukua zile mashine alizonunua Magufuli, wamebandika mabango yao ya DP World, wameanza kupiga kazi hawajaongeza kitu hata hiki pale bandari. Tukisema haya wanatuwinda watuue. Na tuna watu wanaitwa usalama wa taifa. Tunachosema haya si ni mambo ya nchi yetu. Hata kama wewe leo nimekutana na Job Ndugai, na waeleza nyie ambao mko kwenye mamlaka, mnajiona nyie ni miungu watu duniani hapo, hatuishi milele. Alikuwepo Magufuli, alikuwa akitembea ni majani yanatikisika. Leo yuko Chatu pale. Leo nimekutana na Job Ndugai ambaye alikuwa anatembea na gari msafara na gonga kifua. Tumekutana naye, tunaingia Kibaigwa, ana kagari kamoja. Naona mtu anapunga mkono. Susha kilo ni Job Ndugai. Wazungu wanasema power is transient. Mamlaka ni kitu cha muda mfupi sana. Tunataka kutuua kwa sababu tunatetea nchi yetu. Inawezekanaje sisi watu milioni 63 hatuwezi kuendesha bandari, tunampa Mwarabu milioni 3? Sisi wote ni ndondocha. Kuna vituko nchi hii ukivijua unaweza kufa kwa pressure. Kwamba nchi hii leo uwanja wa ndege wa Kia aliujenga Mwalimu Nyerere, akitua mtalii analipa dola 55, akiondoka dola 55, wanapita watalii milioni 1.5 kwa mwaka. Wameuchukua, wamemkabidhi serikali ya Omani uendeshe, kwamba sisi hatuwezi kuendesha hata uwanja wa ndege. Basi achia hilo. Hii dunia kuna kitu kinaitwa carbon credit. Nchi ambazo zinazalisha hewa ya ukaa kwa wingi zinachafua mazingira huko duniani. Mabadiliko ya tabia nchi yanatokea kwa sababu ya nchi za viwanda. China, Uingereza, Marekani, German na nchi nyingine, Russia, waliweka mfuko kwamba kila nchi inayochafua hali mabadiliko ya tabia nchi sana inakatwa fine. Zinaenda kwenye nchi zenye misitu mingi, kwa sababu misitu si mnajua oxygen ile ya darasa ngapi tulikuwa tunasoma, miti hutoa oxygen, si hunyonya carbon dioxide, si mnajua. Kwa misitu ile sisi tumequalify kwamba tuwe tunalipo kwa sababu tuna misitu mingi inayosaidia kutunza mabadiliko ya tabia nchi. Hiyo misitu imeandikishwa huko duniani kama ya Saudi Arabia, kwamba wao ndio wanakusanya alafu wanatugawia sisi. Kuna nchi ya haya ndio tukisema tuna wingo tu wao. Mkisikia Lissu amekamatwa, sio kwa sababu Lissu ni mhalifu, ni kwa sababu Lissu anasema ukweli kwamba utajiri wetu unaibiwa na watu wachache. Nyie mko mitaani mnashindana kuhusu goli na mama, mnashindana kuhusu Simba na Yanga, kuhusu Mkwara si na nini. The most important weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Watu mnaangamia kwa kukosa maarifa. Mmenyimwa elimu bora na mnateswa, na hata mkiambiwa hamsikii. Naenda kung'ang'ania mambo ya kijinga kabisa. Nchi yetu inateketea. Kila mtu anastahili kuishi vizuri kwenye nchi hii. Inakuaje ndugu zangu? Na elimu hapa uongo kweli? Analipwa mshahara na serikali, anapewa nyumba na serikali, anapewa gari na serikali, ili afanye nini? Asimamie ubora wa elimu. Alafu mtoto wake asome kwenye hiyo shule anayosimamia. Wewe nakwambia nini? Wewe nakwambia nini mtu wa Dodoma?
Watoto wenu wanakwenda shuleni kufundishwa panzi ana miguu mingapi. Wazungu wa Australia wasiokuwa hata na dhahabu wanafundisha watoto wao namna ya kuja kuchukua dhahabu za wajinga waondoke nayo. Watu wetu wanaangamia kwa kukosa maarifa. We need to change. Miaka 63 ya ujinga inatosha. Tubadilishe nchi hii. Tuungeni mkono. Tuna uwezo tuipeleke nchi hii. Hii ni nchi yetu, sio nchi ya watu wachache na vikundi vyao. Watu wanatekwa na uawa kwa kusema ukweli. Inawezekanaje kanisa likafungwa eti limekemea utekaji? Ulishawahi kuona wapi hilo jambo? Utekaji ni jambo la kimungu. Watu wanao tunatembea tumeshikilia roho. Kwa sababu gani? Tumekosa nini? Kwa sababu ya kusema ukweli. Kwa sababu ya kusema kwamba tunahitaji fedha zinufaishe mtu mwingine yoyote. Unastahili na wewe kukaa kwenye nyumba nzuri. Na nchi yetu inawezekana. Inawezekanaje nchi kama kuna vinchi vidogo? Mkoa wa Dodoma. Leo nilikuwa Mpwapwa. Mkoa wa Dodoma una square kilomita 41,980. Nchi ya Uholanzi ina square kilomita 41,600 na kitu. Dodoma ni kubwa kuliko nchi ya Uholanzi. Hatuwezi kuzalisha hata maziwa. Wakoloni wazungu waliacha kituo Mpwapwa cha kufugia ng'ombe na kuendeleza ng'ombe pale na chuo. Leo unakwenda kwenye chef unakutana na maziwa ya Brookside kutoka Kenya, unakutana maziwa ya Inoro kutoka Rwanda ina square kilomita 26,000. Unajiuliza nani ameroga watu wetu hao? Tunaagiza maziwa ya bilioni 71 kutoka nje ya nchi. Ungechukua hizo fedha ukanunua ng'ombe ukawapa watu wako malisho pale Mpwapwa. Kila mtu mpe ng'ombe wawili. Ng'ombe kama Rwanda walivyofanya. Wewe ukipewa ng'ombe akizaa kale katoto kakikua unampa jirani yako. Naye kipata kitoto unampa jirani mwingine. Mwisho watu wote wanaenea na ng'ombe Mpwapwa nzima. Ng'ombe yule anakamuliwa lita 25. Lita 25. Na unahakikisha maziwa anayotumia ni ya ndani ya nchi yako. Lita 25. Kwa ng'ombe wawili umempa mtu wa kupata kwa shilingi 1,100, shilingi 50,000. Kwa mwezi 1,150,000. Mtu wa kijijini angejenga nyumba, angenunua bati. Serikali ingepata kodi kutoka kwenye kiwanda cha bati. Angenunua simenti, angesomesha mtoto wake, angenunua godoro, angenunua kitanda, angeajiri na mtu mwingine. Lakini tunaagiza maziwa kutoka nje. Tunaagiza ngano, tunaagiza mafuta. Watoto wetu hawana ajira. Mnachohitaji watu wa Dodoma, ardhi ipo, upewe trekta, upewe mbegu, mpewe viwanda vya kusaga mafuta ya sunflower. Mlime, muuze kwenye viwanda, upate pesa ujenge nyumba, uendeshe gari. Kinachohitajika ni akili. Tunaagiza ngano ya bilioni 560. Tunaagiza ngano, andazi linaloliwa Chamwino au Mrali tulikokuwa. Ngano umetoka Ukraine. Mwalimu aliacha mashamba Baso. Nini CCM wamefanikiwa? Niambie kitu kimoja walichofanikiwa. They have failed our country. Wameangusha nchi yetu. Kwa kila mwaka wanaiangusha nchi yetu. Wanatesa watu, watumishi wa umma wanalia, walimu wanalia, askari wanalia. Fikiria, juzi Wizara ya Mambo ya Ndani inajadili budget. Budget ya Wizara ya Mambo ya Ndani ni kuhusu maisha ya askari. Hawa askari sisi Chadema tuna ugomvi nao sana. Sio hao wa chini wanaoagizwa. Tuna ugomvi nao sio kwa sababu hatuwapendi. Tunaelewa umuhimu wao. Hawa watu ni noble profession, ni kazi ya kitume, ni mtu amekula kiapo cha kufa kwa ajili yako. Risasi ikipigwa hapa, sisi tutakimbia kwenda kule, wao watakimbia kuifuata risasi ili watuokoe sisi. Hao sio watu wa kuchezea. Hawa watu tangu tutoke madaraka sisi tuliwatetea hawa. Posho ikaongezeka ikawa 300,000 mwaka 2015. Leo tangu tutoke hawajai kuongezewa hata 100 na wanakopa hata hiyo posho. Juzi Wizara ya Mambo ya Ndani inasoma budget, badala ya kujadili maisha ya askari
wanajadili eti mama na tukano. Eti hiyo ndio kujadili mambo ya ndani ya nchi. Hao watu anaweza kuuawa na askari, anaweza kupigwa akajeruhi, hata kumpa basi kusema tuwape hata bima ya kutibiwa warau Aga Khan. Kabunge kajinga darasa la 4 kametoka si wapi huko viti maalum ambako kanalipo mshahara milioni 18 kwa mwezi. Mimi nilikuwa bungeni na Mnyika, mshahara ulikuwa milioni 12, leo 18 kwa mwezi. Sitting allowance na padia 420 kwa siku. Kwa siku 420 tulipokuwa bungeni. Leo 620. Badala ya kujadili, wabunge wanaposho inaitwa posho ya makalio, kwamba mbunge hawezi kukaa kaumiza matako yake bila kulipwa, lazima alipwe. Alafu badala kajadili basi, kajadili hata maisha kwamba wapeni hata bima ya afya ya warau ya kutibiwa Aga Khan au mshahara, kanajadili ujinga. Askari wanateseka. Na alafu si wamerogwa hao, wanatumwa eti wapigeni wakinaecha wanakuja hivi nyie mna nini nyinyi? Sisi ndio watakenda mnatumwa kutupiga. Na mwingine alikuwa hapa sio anaitwa nani? Moto. Alikuwa anapiga kifua. Nyenyenyenyenyenye. Amestaafu saa hizi nasikia ni mlinzi kwa Wachina huko, anafungua mageti. RPC mzima anahangaika na geti la Mchina. Nchi hii hata sisi tukiingia, askari wetu hawa tutawatumia hawa. Hatutatoa askari Rwanda wala Burundi, ila tutawaongezea mishahara. Walimu wetu, acheni kutumika, mnateswa sana. Tunahitaji kuishi maisha wote wazuri. Unafungulia redio, unakuta serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571 kwa mwaka. Wakati migodi yetu inachukuliwa na pewa wa China kwa sababu eti vijana wa Tanzania hamna mtaji. Tungechukua vijana 100 tukawapatia migodi, tukawapa na mtaji. Mkichimba mtapata pesa, utanunua gari, utamwajiri dereva, yule dereva atapata kipato, atanunua kitanda kwa mwingine. Tunawapa wa China wanachimba dhahabu, wanaenda kuuza nje ya nchi. Ndugu zangu, tukiwa bungeni tuliwashauri, mimi nikiwa waziri kivuli nishati na madini, kamshauri Rais Magufuli, mnataka kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, linahitaji chuma, na sisi tuna chuma pale Ludewa, Mchuchuma na Liganga. Tuchimbe kwanza chuma chetu. Kile kiwanda kilikuwa kinahitaji dola za Kimarekani bilioni 3, kinaajiri vijana 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali ya CCM inaajiri watu 520,000. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri 11% ya waajiriwa wote wa tangu uhuru mpaka leo. Hiyo ni ajira. Hatujazungumzia hiyo ni direct employment. Hatujazungumzia watu ambao wangepata contract mle, siku subcontractors kwa service vitu, kuwapa vyakula, siku kuwauzia magari. Hatujazungumzia hiyo. Tambie Mwalimu Magufuli, hili bwawa litahitaji chuma. Kiwanda cha chuma dola za Kimarekani bilioni 3, trilioni 7.8. Tunachimba miaka 100, tutauzia Ethiopia, nondo zitashuka bei, mabati yatashuka bei, tutakuwa na chuma chetu. Tuchimbe kwanza, tujenge kwanza. Alafu tumwajiri yule Arab contractor, njoo tujengee basi. Na hii SGR njoo. Shilingi ngapi? Trilioni 5. Hizi hapa. Lakini chuma chote tunanunua hapa. Kwa hiyo unampa Mwarabu pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu. Zinabaki huku, zinakulipa kodi, kiwanda kingekulipa corporate tax, kingekulipa pay as you earn, makusanyo ya serikali yangekuwa makubwa zaidi, tungeajiri walimu zaidi, tusingesema serikali haina uwezo wa kuajiri kwa sababu ingekuwa na makusanyo zaidi. Hawakutusikiliza. Kwa mwaka mmoja tu, mwaka jana wameagiza chuma cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3 kwa mwaka mmoja. Kwa miaka mitatu wameagiza chuma cha trilioni 10. Wakati tulikuwa tunaenda chuma cha trilioni 7.8, tunajenga kiwanda, tunachimba miaka 100. Hiyo ni akili, ni matope. Tukisema haya tunakosea nini? Ndio maana tunasema tatizo la nchi ni uchaguzi. Tunahitaji tutatue matatizo ya uchaguzi once and for all. Hata Chadema akiingia madarakani, akifanya ahadi za kijinga, muwe na uwezo wa kumpiga chini na kuweka mtu mwingine. Ndicho tunachopigania. Ndio maana tumechukua msimamo mgumu. Wengine wanasema chama chetu kitakufa.
unasikia tunanyimwa ruzuku, unasikia tunashambuliwa, unasikia unaambiwa Heche wakati wowote utapigwa risasi au utakamatwa. Mimi natembea kama mtu aliyekufa miaka mingi sana, lakini lazima tubadilishe nchi. Tumekataa kupiga magoti. Tukiamua kupiga magoti, kesho tutakuwa tunapigiwa sauti na askari. Haki ya Mungu nawaambia, nikinyanyulia huyu mama simu kwamba mama najiunga na wewe, kesho nitakuwa mbunge, nitakuwa waziri. Tumekataa kwa sababu yenu. Tuungeni mkono, tuombeeni, kipiganie chama chetu. Hiki chama kikifungwa mdomo, kikawa chama vibaraka kama vingine, watu uchaguzi mwaka jana, tunajua nani anaweza kusimama akasema kwamba uchaguzi utakuwa huru katika mazingira ambayo tumeona kwenye chaguzi zingine zote. Watu wamehongwa ili waifute CCM aibu yao. Sisi tumekataa. Tumesema no reforms, no election. Wangapi mnaunga mkono msimamo? Nyosha mkono tuone. Dodoma, nyosha mkono tuone. Askari usinyoshe, watakufukuza kazi. Hayana aibu, nyosha kimya kimya. Haya, Dodoma no reforms. Haitoshi. Dodoma no reforms. Imwendee Samia. Dodoma no reforms. Bila mabadiliko. Bila mabadiliko. Peoples. Dodoma tunawashukuru sana. Haiwezekani mechi inachezwa Simba na Yanga alafu refari anakuwa Haji Manara. Hiyo mechi haitawezekana. Haitawezekana. Mtu atachezewa faulu katikati ya uwanja, Haji atasema ni penalty. Uongo kweli? Au mechi inachezwa Simba na Yanga, mshika kibendera au Ahmed Ali, itawezekana? Atawaambia washambuliaji wa Simba kaeni kule kule, hakuna offside kwenye hii mechi. Sasa wanataka twende kwenye mechi ambayo Omar Ramadhani Mapuri wa CCM ni mjumbe wa NEC. Inawezekana hiyo? Na wanaunda chama kikaragosi ili kiwafute hiyo aibu. Alafu watu ambao walikuwa na sisi, wengine hawajawahi kushinda uchaguzi wowote, eti wanasema tunaogopa. Mimi naogopa uchaguzi? Au Nika amekuwa mbunge miaka 10. Lissu amekuwa mbunge miaka 10. Mimi nimekuwa mbunge. Sisi tunaogopa uchaguzi sisi? Alafu watu ambao wamegombea miaka 20 hajawahi kushinda hata kitongoji anasema ngenge wanaogopa uchaguzi. Wamehongwa fedha, si mnajua? Si mnakijua? Chama kikaragosi mnakijua? Kinaitwaje? Kinaitwaje? Yeye wajanja sana. Hatuwezi kushirikiana na vibaraka wa serikali. Sawa sawa? Chama chenu ni nini? Sawa sawa? Tubadilishe nchi. Inawezekana. Pole pole. Kwanza baba askofu